hawa watu wanajizalilisha. Anajizalilisha. Manara anajizalilisha na Mwijaku naye pia anajizalilisha. Wote wamekutana. Manara na mdomo, mwanamke weka chini. Yaani mwanamke hakuti mdomo wa Manara. Manara ana mdomo ule baba. Alafu Mwijaku naye ana mdomo. Wote wamekutana machao na midomo. Unaona? Alafu nani Manara yeye age yake ni mtu mzima, ni babu sasa hivi. Sio kijana wala sio baba. Yule anaenda 50 years. Age yake ni mtu mzima. Kwa hiyo kama ni mtu mzima anafaa kuwa anatoa maneno ambayo yanalenga kwa jamii, sio maneno ambaye jamii inamuona ni mtu wa hovyo, ni mtu ambaye anaenda kuzeeka vibaya. Unaona? Anafaa yeye akae chini ndo atoe maneno ya ushauri kwa Mwijaku. Mwijaku yule ni mdogo wake Manara yeye. Mwijaku ni mdogo sana kwa Manara. Kwa hiyo Manara yeye ndo anafaa akae chini amuonyeshe njia sahihi Mwijaku. Lakini yeye ndo anatoa maneno machafu. Hivi kama lile neno la kusema kwamba Mwijaku ana shape kama mwanamke, kama Posh Queen weka chini. Hivi hiyo neno kwa mtu mzima kama Manara ni neno la hekima kweli? Sio neno la hekima. Hilo ni hayo ni maneno machafu na inamshushia hadhi yake, inamshushia heshima yake. Hayo maneno ni maneno ambayo hayafai yatoke kwenye kinywa cha Manara. Lakini yeye mtu mzima hovyo huyo. Wewe unamsema mtoto wa kiume, unamsema anamshape. Mungu ndo kamuumba hivyo. Wewe kama nani? Mbona wewe hapo uko na tuseme uko na shida yako kidogo ya ngozi. Mbona sisi hatukutengi, hatukusemi? Wewe kama Manara hatukusemi. Unajua Manara yeye kusema watu vibaya namba 1. Ila yeye akisemwa anaanza kulialia kwenye mitandao kwamba anasema jamii sisi tunamtenga, tunamsema vibaya kwa sababu ulemavu wake wa ngozi. Unaona? Siku zote watu ambao wana ulemavu kidogo huwa ni watu wanapenda kulaumu sana. Yaani yeye haonagi kama anakosea. Yeye anaona muda wote yuko perfect. Lakini yeye akisemwa tu kidogo anaanza kulia, tunamtesa, tunamtenga kwa sababu ya jinsi alivyo. Wapo hivyo. Lakini ukitazama kwa upande wa Mwijaku ni kama yeye ndo kaanzisha hizi habari. Yeye ndo aliyesema kwamba Haji Manara ameshindwa kumhudumia mke wake, anashindwa hata kumnunulia dera. Yeye mwenyewe anasema Manara utuzima wake wote alionao hana nyumba. Yeye Manara kumjibu kwamba nyumba alionayo amejengewa na mke wake. Manara pia ana makosa. Maana ni kama ametafutwa sana kwa muda mrefu, na anasema kwamba yeye ametafutwa kwa muda mrefu lakini hakutaka kumjibu, ila kwa sababu ya hili ameona bora amjibu. Ukiwa kama mtu una hekima, una busara zako, huwezi jibu kila kitu unachoambiwa. Binadamu wameumbiwa maneno, wameumbiwa kusema. Yaani wewe unaweza ukawa umekaa zako tu, watu huko wanakutolea maneno machafu wanakusema, lakini hekima ni kitu kimoja kizuri sana, na kukaa kimya inakusaidia sana kujiepusha na mambo mengi. Kwa hiyo wewe ni kama mtu una hekima, una busara zako. Chochote unachoambiwa, maneno yote yanayosemwa, wewe kaa kimya, usijibu, kwa sababu utawajibu wangapi? Yeye kama amemsikia Manara ameongea hivyo, angekaa kimya, asingemjibu chochote. Mwisho wa siku mtu ambaye anakuchokonoa siku zote anakuchokonoa, wewe ukakaa kimya, mwisho wa siku aibu namrudia yeye mwenyewe. Anajiona kweli mimi nina makosa, anakuja kukuomba msamaha. Lakini ukiwa unamjibu, unampa kichwa, unampa jeuri, anaona kumbe ananiogopa. Siku zote kukaa kimya inakuepusha na vitu vingi. Kaa kimya, usijibu kitu chochote unachokisikia kwenye mtandao, unachoambiwa mtaani usikijibu. Wewe kaa kimya. Lakini anachokilalamika yeye Manara ni kwamba yule Mwijaku yeye ndiye aliyefanywa mpango mpaka anaweza kwenda kule Katari. Yeye ndiye aliyefanywa, Manara ndiye aliyemfanyia mpango mpaka anapata kazi katika kampuni mbalimbali ambazo ni kubwa zimempa ambassador. Lakini mpaka sasa hivi yeye Mwijaku kila kukicha anakuambia lazima amseme Manara.
wewe hata kama ni wewe, mambo ambayo ameyafanya Haji Manara, kweli alikuwa na staili aweze kumsema vile kwamba Manara hana chochote, hana hela, lakini pia hawezi kufanya hata vile vitendo vya chumbani? Kwa upande wako wewe kweli ungejisikia? Siku zote unayemsaidia, unamsaidia mtu kwenye maisha yako, ndio anakuwa adui yako. Ndio maana tunaambiwa tupunguze kwenye maisha, tupunguze huruma, tupunguze saidia watu, kwa sababu unayemsaidia leo, kesho anakuwa adui, tena adui mkubwa sana, anaweza kukuua. Kwa hiyo kama Haji Manara amemsaidia na Mwijaku kama hivyo anavyosema yeye, kwenda wapi kila kitu, kupata ambassador kwenye makampuni ni yeye, amemsaidia kweli, lakini hapo mpaka kuanza kusemana itakuwa ni waligombana kidogo, mzozo kidogo hapo. Lakini hata kama mmegombana hizo mzozo kidogo, mkae chini mwamalize nyie kama nyie, sio mnaanza kusemana vibaya. Na siku zote watu wanaosemana vibaya ndo kama hivi, unamsaidia mtu anakuja kuwa adui, anaanza kukusema vibaya, kukutangaza ubaya, hakumbuki mema yako ulioyafanya. Japo anyway, mtu ambaye unamsema mwenzio kwa ubaya, kaa chini tafakari hata mema yake kidogo tu. Usikumbuke mabaya na alokufanyia, kumbuka mema, kwa sababu alikusaidia huyo. Hata Mungu huko atakubariki kwenye riziki zako, lakini wewe umesaidiwa alafu unaenda kumfanyia ubaya, unamsema mwenzio. Mungu hawezi akakuongezea hata mafanikio, kwa sababu anakuona wewe ni mtu ambaye huna shukrani, hawezi akakusaidia. Na siku zote mtu ambaye huna shukrani, wewe utaendelea kuwa hivyo hivyo, utakaa kupata msaada tena, kwa sababu huna shukrani. Unasaidiwa, unaanza kusema mtu vibaya. Kwa Mwijaku upande mwingine anachofanya naye ni makosa. Manara ni kama kaka yake, afu anamsema Manara vibaya. Wale wangekuwa sahihi, wanakaa chini, wanapanga mikakati ya kutafuta hela. Hivi unamwona Diamond anakuaga na time na mtu, afu ni kijana mdogo, hanaga time na yule kijana atawazidi wote hapa Tanzania. Yule atakuwa bilionea Afrika yote. Kijana yule hanaga maneno, hana mambo kufuatilia. Hebu waige mfano wa Diamond. Wale washakuwa watu wazima, wanaenda kuwa mababu, waige mfano wa Diamond. Diamond ni mdogo wao, lakini anapambana usiku na mchana. Huwezi kumkuta anamsema mtu hata siku moja. Hata maneno anayetupia wapi anasema, hata kwenye mitandao hajibu. Anajielewa, ana akili kuliko hao watu wazima ovyo. Kwa upande wako unadhani ni sahihi Mwijaku kuwasema watu wakubwa kama wasanii wengine ambao hawajajaliwa kuwa na nyumba, kuwasema kwamba wao hawana nyumba, hawana lolote, kwamba yeye anawazidi, lakini ambapo kiwa yeye inasemekana kuwa nyumba anayoishi ni ya mke wake, ndio aliyejenga hizo hela? Ni sahihi Mwijaku kuwasema wenzake? Kwanza Mwijaku aache masifa. Mwijaku sifa ndio imemjaa, na sifa ndio itampoteza. Siku atakuja kupata matatizo hapa, ataanza kulia na Watanzania, naomba msaada, hakuna atakayemsaidia. Sifa zimemjaa. Aache kuwa na masifa, aache ugomvi na watu. Yeye mara leo kagombana na huyu, mara kesho hata kama anatafuta riziki, sio hivyo. Saa nyingine punguza kidogo. Na kama wewe Mungu alikubariki, umepata nyumba, una maisha yako, Mungu kakubariki mashallah, usijisifie. Usiwaseme wengine ambaye hawana vibaya. Kwa sababu gani? Usiku mmoja tu ama mchana mmoja tu unaweza ukapoteza kila kitu kwenye maisha yako, ukabaki kama ulivyo, una chochote. Kwa hiyo Mungu hadhihakiwi. Aliyokupa wewe atawapa na hao wengine. Wewe acha kusema watu, kaa tulia, fanya maisha yako. Mwijaku kusema watu nini, kugombana na watu haifai. Ukija kupata matatizo hakuna atakayekusaidia. Kwa hiyo misifa yake. Umeona Mwijaku mara nyingi amekuwa akiwasema watu, lakini
haipiti siku ngapi washangaa anakuwa anampigia magoti, anamfanyia nini vituko, washangaa wanaongea vizuri. Huenda hii inawezekana wakaja kuongea tena vizuri zaidi, yani au inawezekana huo sama ukaendelea zaidi. Unajua siku zote unaambiwa ishi na kipofu. Ukishamjua huyu mtu yuko hivi, hakupi shida kwenye maisha. Yaani ukishamjua adui wako, hakupi shida kwenye maisha. Kwa sababu hata akija kuomba msamaha, wewe msamehe. Manara yule uzuri wa Manara roporopo sana. Afu ni mtu ambaye anapenda kulialia, afu ana dharau fulani. Shona. Ila Manara ana kitu kimoja ambacho hicho kitu sijui nikwambieje. Anasahau anafanya. Sijui nisemeje nikaelewe, kaini wetu ache. Manara yeye huwa ni mwepesi wa kusamehe. Ushana? Na ni mwepesi wa anaongea vibaya na nini, lakini mwepesi wa kujutia makosa yake. Na kushuka kumuomba mtu radhi. Na mtu akimwomba samani ni mwepesi wa kusamehe Manara. Ila kwa Mwijaku yeye ndo maisha yake, kuropoka, kugombana na watu, alafu baadaye anaenda kujishusha naye kuomba msamaha. Unajua sifa ya watu ambao wana midomo sana roporopo, yani sifa yao kubwa ni wepesi wa kuomba msamaha na kujishusha kuliko wale watu wa kimya. Watu wa kimya huwa ni ngumu sana kuomba msamaha. Hawezi kuomba msamaha, hawezi kujishusha. Nadhani Mwijaku anaweza kaacha hii habari za kuongelea watu wakubwa. Ikiwa sasa hivi unakutana bana muongelea Diamond mwenyewe anamuita nani Mwambino. Makibao tumeona akimzungumzia vibaya, lakini baadaye unashangaa anamwambia anampa hela, yani wanafurahia. Hivi unafikiri anaweza kaacha hii habari za kuzungumzia watu wakubwa kama hivi? Hawezi kuacha. Kwa sababu hapo ndipo anapopata chakula chake. Mwijaku hawezi kuacha uchawa. Yule ni chawa. Mwijaku ni chawa. Mwijaku Baba Levo wale ni machawa. Na Mwijaku hawezi kuacha kusema watu vibaya. Pale ndo anapopata chakula chake. Ila kuna vingine avipunguze. Apunguze masifa. Masifa tu apunguze. Hicho ndo kinachomkosti. Ila uchawa aseme watu, lakini siku akija kupigwa ametolewa meno yote 32 asije kuanza kulia kukutafuta huruma kwa Watanzania. Hapana, atajua mwenyewe atapambana na hali yake. Hivi unadhani kwa upande wa mke wake anaweza kuvumilia yote na pengine amezoea, ni kwamba ameona ni kawaida, au anaweza kawa anaumia ndani ya moyo wake kwa nini mume wake anakuwa anasema vibaya na mimi? Ukiwa kama mwanamke mke wake yeye kashakubali. Huyu ndo mume wangu alivyo hivi. Nimempenda alivyo na kasoro yake. Unaona? Hakuna mtu ipo perfect kwenye maisha. Kila mtu ana kasoro yake. Wewe una kasoro yako, mke wako ana kasoro yake. Hakuna mtu ipo perfect. Unaona? Kwa hiyo ni kwenye ndoa ni kuvumilia. Unavumilia mapungufu ya mwenzio. Kama na mapungufu haya unavumilia, ila usianze kumkosoa na kutoa mapungufu yake nje. Hapo ndio unamkosea heshima. Unaona? Kwa mke wake yeye kashazoea, ndo amemkuta yuko hivyo. Kwa hiyo haina budi, ndo kampenda. Kikulacho hivyo. Hiyo naona Mwijaku yeye kwa upande wa mke wake pale, kama akisema labda amechukia, Mwijaku anaanza akawa labda kuna kitu anaweza kukosa pale, kama mke wake akichukia kwamba sitaki mambo unayoendelea nayo, acha nayo, anaweza akaacha kweli kwa sababu ya mke wake. Angekuwa ni wakuacha angeacha siku nyingi. Mke wake kasharizika, mume wangu nimemkuta hivi. Alafu pale ndo sema unapopatia riziki. Unategemea kiacha, watakula nini? Wataishi vipi? Maana hakuna mwanamke anapenda mwanaume hana hela. Yaani mwanaume hata kama huna kazi, amka asubuhi, toka zurura huko mtaani huko zurura, rudi jioni. Hata kama huna kumye rudi, mwanamke atakuheshimu. Lakini mwanaume sio unakaa tu ndani, una kazi unakaa ndani unalala. Wewe unategemea mwanamke atakuheshimu? Si wanawake tunataka hela, tunataka matunzo. Tunataka kutunzwa, tunataka kula, tunataka tuvae tupendeze. Unaona? Hakuna mwanamke apendi vitu vizuri.
Wanawake tunapenda vitu vizuri, tunapenda kung'aa, kupendeza, kula vizuri, kuishi mahali pazuri, tunapenda. Kwa hiyo mwanaume ukiwa lele mama, huna kazi, huna hela, wewe utapata mwanamke. Hakuna mwanamke anaweza kukuvumilia. Kwa hiyo wanaume tafuteni hela. Hata kama una kazi, toka nje, nenda huko jichanganye. Mguu wa kutoka sio mguu una sawa wa kulala. Unakuta mwanaume mzima na mendevu yake na meno yake 32. Asubuhi anaamka anawasha TV anaangalia movie. Badala aende akatafute huko kazi. Hata azunguke mguu wa kutoka akapata hata 200, 500. Mwanamke kazi, mwanaume kazi, mwanaume mzima kazi ni kulala ndani. Unategemea mwanaume wewe mwanamke atakuheshimu? Akuheshimu nani? Utalia kila siku, utalia wanawake ni wabaya, wanawake wanapenda hela, lakini utabadilisha kila aina wanawake leo huyu kesho, lakini wanawake sisi mama yetu ni mmoja, baba yetu ni mmoja. Tabia zetu ni zile zile. Utapokwenda kwa huyo, utakuta tabia yake ni kama huyo ulomwacha. Hakuna mwanamke apendi hela. Wanawake tunapenda hela, wanaume tafuteni hela. Kwa hiyo masuala ya kusema kwamba wanawake asiache kuomba, yani kwamba wale wanaogopa wanawake kwamba kuomba hela kwa mwanaume wanakosea, natakiwa waache tu waombwe yani. Yaani mwanamke usije ukasema eti mimi boyfriend wangu, mume wangu simuombi hela. Mama, omba hela. Usipoomba wewe hela, kuna wengine huko anawapa na wanamuomba anatoa. Kwa hiyo wewe utabaki kuchakaa hapo, kupauka kama nini? Omba hela. Hela omba. Sasa hivi hamna wanawake kabisa ambao wananizika hata kama mume wake hana hela, hawapo kabisa. Mwanaume unaishije una hela? Mwanaume tafuta, fanya kazi. Hata kama unaona maisha ni magumu mjini, nenda kijijini kalime. Fanya kazi. Mwanaume sio unaanza kulialia kama mtoto wa kike. Si wanawake tumeomba kuletewa. Japokuwa ndio tunafanya vishughuli zetu, tunapata pesa ya mwanamke ni ya mwanamke. Pesa ya mwanamke huhusiani kwa mwanaume. Ukiwa kama mwanamke pesa yako unafanya kazi, pesa yako unayopata ni yako mwenyewe. Usijichanganye ukaenda ukampa mwanaume. Dada, kitakachokukuta siku utakayojua ukweli, wewe mwanaume anahonga vimada vyake vingine huko, sijui utaenda kujinyonga. Kwa sababu wewe utakuwa unatafuta hela, mmepata mshahara, mume wangu hivi, haya mnatumia, ndio. Yake hakuonyeshi. Yake anaenda anawaonga vimada huko, anaonga mahara yake. Wewe unakaa humombe mwanaume hela. Acha ujinga, omba hela. Hawa viumbe hawa wanaume hao si wa kuwachekelea. Sio wa kuwachekelea kabisa. Omba hela. Omba hela.